Nimekuja hapa kwa sababu tumempoteza huyu kiongozi wetu. Na nimekuja hapa na rambirambi za pole kutoka kwa familia yangu na pia kutoka kwa serikali ya Jamhuri ya Kenya. Kwa sababu huyu kiongozi alikuwa kiongozi hapa Bomet, hapa Chepalungu, na vile vile alikuwa kiongozi, naibu wa waziri na waziri wa taifa letu la Kenya. Kwa hivyo, kwa familia, kwa niaba yetu sisi wote, tunasema pole kwa kumpoteza kiongozi huyu, baba wenu, mzee wa sehemu hii na kiongozi wa Kenya. Poleni sana, na ni maombi yetu kwamba Mungu atamwezesha huyu John, kiongozi wetu, mahali pema katika safari yake. Nataka niwashukuru pia kwa kukubali kidogo turekebishe program. Pale mbeleni ilikuwa ni mpango ilikuwa tofauti, na nikaomba ya kwamba turekebishe mpango ndio nipate nafasi ya kuhudhuria mazishi haya, sababu ni ya muhimu. So asanteni sana to the family, especially for agreeing to adjust the program so that we can come and give this great leader a decent send-off, a befitting ceremony, and also to celebrate his life and achievements. Mambo mengi yamesema kuhusu mzee John Koech. Safari yake ya uongozi, kuchaguliwa mara 5 sio kazi ya rahisi. It's quite an achievement. Kuna viongozi hapa wanang'ang'ana wako first term. So mambo bado iko mbali kidogo. Wengine wako second term. So mimi nataka niseme pongezi. Tumekuja kumsherehekea mzee huyu. Katika uongozi wake, mambo ya kilimo, mambo ya masomo, mambo ya infrastructure, mesikia barabara alichangia, masomo alichangia, kilimo alichangia, na mambo yale mengine yote. Kwa hivyo, kwa niaba yetu sote, tunasema pole kwa familia na asante kwa Mwenyezi Mungu kwa kutupatia nafasi ya huduma ya mzee John Koech. Ya pili, ningependa kuwashukuru pia wale wote ambao walishirikiana pamoja na yeye katika uongozi wa taifa letu. Nataka nimshukuru mama na familia yake kwa sababu ya kumshikilia, kumuombea, encouraging him, na ili aweze kututumikia kama kiongozi. Nilipata nafasi ya kujuana na John Koech tukiwa sote katika bunge, na alikuwa kiongozi mpole, mwadilifu, and a man of integrity. So I've come here in my personal capacity to celebrate a leader that I knew, who represented this area properly and worked with the rest of us in the development of our country. So poleni sana, na nimeshukuru kwamba kwa heshima yake mumeomba ya kwamba tuwe na signature project ambayo ita represent utendakazi wa John Koech.
na nimekubaliana na nyinyi ya kwamba inatoshana hivyo. Kwa hivyo viongozi wenzangu hawa wabunge wa sehemu hii, mama county na senator pamoja na mawaziri wameongea yale mambo mengi ambayo tungetaja ya maendeleo ya sehemu hii. Mimi nataka niwahakikishie tu watu wa Bomet ya kwamba mambo yenu ya maendeleo ya sehemu hii tumeketi chini na viongozi wenu na tumekubaliana vile kazi hiyo itasonga mbele. Kigomo yuog yaginye ale jogine mosoru aitu ama ubwa ngo airport naga kumwangyo ngo barabara usechu ngo ne so baisioni jota tugul jo kochobokse kimi kewelutik eng kwenuni kenyisiek cho aeng ko kimi ole kiu uchumi nebo emet, lakini ogere akotokwek ole magoya karibu kwa litoli. So hiyo matatizo tumekuwa nayo ya kiuchumi, madeni na nini, sasa tumedhibiti uchumi wa Kenya. Dola ilikuwa imefika 167, sasa tumeidhibiti for the last 1 year iko 128, 129 hapo. Tumeshikilia vizuri. Inflation ilikuwa imefika 9.something%, tumeidhibiti sasa iko 3.5 na mambo yale mengine yote. Kwa hivyo mimi nataka niwahakikishie ya kwamba kazi ya muhimu ya kujenga msingi ambayo inahitaji mchango mkubwa wa mawazo tumeiweza. We have laid a firm foundation for the progress of Kenya after the COVID issues and the economic issues that not only affected Kenya but the rest of the world, but affected Kenya more because of the debts we had. So kazi hii ingine yote sasa tutashiriki pamoja na viongozi wenu. Tunamshukuru Mungu kwa sababu tunaona tofauti. Katika kilimo tumepiga hatua. Katika elimu tumepiga hatua. Katika mambo ya afya ndio hii tunasukumana nayo. Mambo ya stima na mambo ya maji, mnajua tuko na miradi kadhaa yenye iko sehemu hii. Ile kitu mimi nataka tu niwahakikishie ni kwamba iko katika mipango yangu, and I will make sure that I will complete those projects. Hiyo ni kazi yangu. Kama ni maji ya hiyo lazima ya, kama ni hii kidogo ya Sigorapa naendelea namna hiyo. Kama ni program ya airport tulikubaliana na nyinyi hapa ni sawa namna hiyo. Davis amezungumza mambo ya mabarabara zote zile. Kuna barabara nyingi hapa kidogo, zile zote zilikuwa zimekwama. Sasa tumelipa in the last 2 weeks karibu shilingi bilioni 60 actually, barabara zote za Kenya. So na zile zimeharibika kidogo, ziko na potholes, tutaifanyia ukarabati, tuifanye overlay ndio ikae sawa sawa. Na hiyo barabara mmeuliza kwa heshima ya huyu kiongozi ya kutoka Kapkwen pale juu kupitia hapa Oluputio kwenda Siongiroi mpaka Ndanai. Hiyo barabara nimekubali, tutatangaza na tutawajengea hiyo barabara. Davis anajua tumeshakubaliana. Lakini ningewaomba mkubali tuunganishe kutoka Kapkwen irudi nyuma kidogo iende Kapkoros, alafu iende Kaptebengwet, iende Boito, iende Kapkatet.
Mimi nafikiri itakuwa mzuri hivyo. Si ndio? Ndio iungane mpaka Kapkatet. Na vile vile ikifika hapo Kapkoros, mnajua ile barabara ya Chebole kwenda Labotet kule chini inaendelea. Davis ameweka mpango yake. Lakini on the opposite side ya Chebole kuna barabara ingine inakuja hapo Makutano. Mi ile morit ing samweyo asigonyo Kapkoros kora nyotuya ngabo Kapkoros ko ine ga moji Davis ale isigojo barabara nata ora ago tangaza augi amoji kora ale mi barabara niki ga moji bi ga bi ne yuginga nyo ainin tenwek yo mi barabara ne ba access ne mining ne ba tenwek osu siongololjine agin Davis ago mi age niki ga moji bi ga Kapkatet ne wendi Chebilat small road wendi Chebilat yo ko sio ojob kora noto no siko ojulak ko tebisa sa aganyon juna la kolle so mama ja bargan ngale ke jangen yu ongen ole ne kibangani, and it will be okay, so that we can move together as a nation and carry every part of Kenya on matters development of our nation. Maneno yenu ya stima inaendelea. I keep monitoring. Tumewapatia karibu 1.8 billion ya mambo ya stima, na hawa viongozi watafuatilia tuhakikisha kwamba tunasukuma stima ifike kwa manyumba ya wananchi zaidi. Kuna hiyo stadium umetaja hapo, nitaangalia. Kuna university hapa inaendelea vizuri, lakini inahitaji some support. Tayari tulitoa pesa ya Siongiroi pale ndio ikuwe na expansion ya vile Victor Mheshimiwa Mandasi amesema Sigor pale Sigor. Kuna markets ambazo zinaendelea. I think 5 new markets are going on. We're going to build even a bigger market in Bomet town. And we have another 3 markets that we are advertising very soon. So that expansion of infrastructure is going on. Vile vile zile TVET zenu na KMTC pia tumeweka mpango ya kuwajengea hostels ya vijana wetu kule, ndio pia wapate kusoma na taratibu ya sawa sawa. Huyu kiongozi wetu John alikuwa ni mtu wa mpango, na alikuwa ni mtu anapenda maendeleo ya sehemu hii. Ndio sababu hiyo it's befitting that we mention matters development here, because John would agree with us that this is the way we should go. Maneno mmesema ya cancer and oncology ni vile governor amesema, lakini bado lazima tujenge hospitali kubwa ya sehemu hii, and we are working on it. Senator huyu Cheriot anajua tuko na mpango kangalo sine so gases ole arma ko magine, lakini ingen gole kigete kinegia engine ngale jata hospitali. Ile mimi nataka niwapongeze watu wa Bomet ni kwamba maneno ya SHA, registration ya SHA, Bomet County ndio namba 2 Kenya mzima kwa registration. Ina maanisha mnaelewa. Kuna wengine wanaendelea kusema maneno. Nyinyi hamusemi maneno, mnafanya mambo. So mimi nawapongeza watu wa Bomet, kwa sababu mumesikia mzee John hapa alikuwa na bill ya mamilioni kule, milioni 8 plus
kule hospitali. Tumemlipia. Lakini tuko na watu wengi ambao hatuwezi kuwafikia kuwalipia. Tuko na watu katika hii vijiji yote hii pia wako na bills ya hospitali. Lakini haiwezekani sisi wote ama mimi ama viongozi waweze kulipia kila mtu. Lakini tunaweza kuwa na mpango ya kuhakikisha ya kwamba sio wale wenye uwezo peke yao wanashughulikiwa, kila mwananchi anashughulikiwa. Na hii program ya Taifa Care, hiyo SHA, ndio itahakikisha kila mmoja wetu atafikiwa na usaidizi wa mambo ya matibabu. Na kwa hivyo mimi nataka niwaulize wananchi wa Kenya wafuatilie yale wananchi wa Bomet wanafanya. Kujisajili. Kujisajili iko na faida mara 3 ya muhimu. Ya kwanza, inakupatia wewe mwananchi utambulike wakati unaenda dispensary, wakati unaenda health center, wakati unaenda level 3, level 4. Na ukifika pale, kama ulikuwa hospitali wiki 2, wiki 3, mwezi 1, mwezi 2 iliyopita, hauhitaji tena kubeba ile exercise book ya karatasi ile. Sasa maneno yako itakuwa tayari hospitalini. Your record, your health records will already be in the custody of the government, and you can manage your treatment from there. Namba ya pili, itatusaidia kama serikali kujua na kupanga vile madawa itapatikana katika hospitali yenu, madaktari watapatikana katika hospitali yenu, na vile equipment ya kutibu magonjwa itapatikana. Challenge tumekuwa naye pale nyuma ni kwamba hatukukuwa na data ya health ambayo ingetusaidia katika planning mambo ya delivery ya health ya Kenya. So by registering, you are helping us to assemble the data that will help our government, national and county, to deliver on our constitutional mandate of health. That data is very important. Tumekubaliana na magavana ya kwamba KEMSA tumewaongezea pesa karibu shilingi bilioni 10. Tuhakikishe ya kwamba kila zahanati, kila hospitali iko na dawa. Na vile gavana wa Kericho amesema, sasa tumeondoa ile hospitali county inaoda dawa, inakuja inakaa kwa store ya county, inatoka kwa store ya county, inaenda kwa store ya sub county, inatoka kwa store ya sub county. By the time inafika dispensary, madawa ime-expire. Sasa tumesema madawa inatoka moja kwa moja kutoka KEMSA mpaka dispensary. Moja kwa moja kutoka KEMSA mpaka health center. So that we cut down on the red tape na madawa ipatikane hospitalini. Na hiyo program yote iko ndani ya mambo ya SHA. So as you register, know that you are helping yourself and you are helping us to help you on delivering matters health. Mnajua vile vile NHIF ilikuwa inafikia watu 20% ya Kenya. 80% walikuwa wanahangaika. So tumesema, and this is the commitment I made to the people of Kenya, ya kwamba tutafanya universal health. Sio wale wako na uwezo na kazi peke yao wanakuwa wagonjwa, kila mtu anakuwa mgonjwa. Kwa hivyo lazima tuwe na mpango ya serikali that covers everybody, ambaye inafikia kila mwananchi. Na ndio sababu umeanza kuona tofauti. Wale 80% ambao hajawenda hospitali na wakalipiwa na bima yoyote, sasa wameanza kulipiwa na bima ya SHA.
Sasa wewe ukijisajili saa hizi utaambiwa na program ya SHA, kama uko na uwezo ya kulipa utaambiwa kiasi yenye utalipa. Kama hauna uwezo wa kulipa tutajua hauna uwezo wa kulipa, tutakulipia kama serikali. Lakini hiyo ni kwa level 5 na level 6. Level 1 mpaka level 4 kila mtu bora umejiregister, you don't have to pay anything. Unaenda hospitali, unatibiwa, unaenda nyumbani, hakuna maswali, hakuna malipo. That's what we want. Nasikizeni, nafuatilia. Jana kwa mfano, watu wamejisajili jana ni watu 47,000 one day wamejiandikisha. Kati ya watu hawa, watu 22,000 wamefanya means testing na wamelipa kiwango yao ya malipo, kwa sababu ile mtandao imewaambia kiasi ambayo watalipa. That is what is going on in Kenya. Kwa hivyo msisikize propaganda ya watu ambao hawaelewi nini inaendelea. You are lucky nyinyi watu wa Bomet mnajua nini inaendelea na mko kwa mpango hiyo na mnafanya vile inatakikana mfanye. Mimi nataka niwaulize wale wengine wote, Kenya is moving forward with universal health coverage. Kenyans are registering in tens of thousands daily. And those who now know the benefit of SHA are actually paying their premiums because they know they will be covered and they will benefit. And they will not need to sell their properties when the time comes, when they are looking for medical health care. So, tushirikiane namna hiyo. Nataka nimpongeze gavana wenu huyu Bwana Barchok. Mtu akifanya kazi mzuri anaambiwa akiwa uhai. Thank you Governor for doing a good job. Katika hii mambo ya SHA, you have done a good job and your team in Bomet. Mombasa ndio county number 1, county number 2 ni Bomet. County number 3 nafikiri ni Nyeri, county number 4 ni Elgeyo Marakwet. County Kericho nafikiri iko number 6. Munangangana si mbaya sana gavana tai ai mwa ile yatap ko sirta kasin ginya ko inam line kabisa gere maya. So tuendelee namna hiyo na tushirikiane namna hiyo na tembee pamoja. Kwa hivyo sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimekuja hapa kuungana pamoja na nyinyi katika kazi hii, na nimefurahi sana katikati ya majonzi ya mzee Koech. Nimefurahi kuona heshima mliompatia John Koech. Kata tebe jinyo alin kageit Bomet. Wais. Kora tiano bijugo jam ko buldu sing. Kongoi Bomet. Kao yu speak up Kalenjin. Ao ka ko bi tegisto. Mami aja na jamar ke. Awon dage tinye jita gi nige tinye. Ko gonde wa gera ko mamando ngajere na tinye. Igen nya ko tu. Ki manda e guraya. Ana ne okwe. So ko bonjine gelele. So amaja sama guni taniale oye. Kongwe ra bartai. Ak paise jabamiat. Paisa Kalenjin. Enguti na gomwa ole magmeche kelele
eng igorta nebo Kalenjin, ngo nebo Masisi Guni, ngo age, ngo nebo maendeleo. Kimeche kobit tekisto siketech emoni. Makitege ololoiyet ak chemarget emet matekoksei. Lakini kitege kibagenge ak boisionik ak ng'ololchigei eng oret nebo tegis. So kamwa kokeny aketyi ale kongoi Bomet koai komie. Nda ng'alek as kochu kotakibwane kila wiki. Takimi koro. Oyo ptakurinik ra kabisa. Uko sawa kabisa. So ako ngekweri kunoto no. Mosijin agere ko ngalal mising in picha ko ko boldos ing yo. Ko bise ko boldos ne ko gitaw geboli angi kagibolji in niginye imanda angi giboldo kotestai kotun kokere break olegi yam gak sheria ko mawejige. So mo bolji mising ju machana hii, you know. Mimi ninajua ya kwamba nimepatiwa kazi na wananchi wa taifa la Kenya, na hiyo kazi nimepatiwa, najua mtihani ni 2027, na hiyo mtihani ya 2027 sipangi kuanguka. Hiyo mtihani ya 2027 mimi najua vile nitapita hiyo mtihani, kwa sababu mlianiambia nirekebishe kilimo, na hiyo kilimo nimerekebisha. Chai inalipa beta, kahawa inalipa beta, fertilizer nimeteremsha chini, maziwa inalipa beta. Sio ndio mtihani? Mliniambia niunganishe stima. In 5 years tutakuwa tumeunganisha 1.2 million people. Mliniambia nirekebishe elimu. Elimu nimenyorosha CBC, nimeajiri walimu 76,000, niko na funding model mpya ambaye imeokoa ma university karibu 23 ilikuwa imecollapse. Hiyo program inaendelea mzuri. Tulikubaliana na nyinyi mambo ya kupanga ajira ya vijana. Hiyo ajira inasonga pale kwa affordable housing, inasonga kwa mambo ya market, inasonga kwa mambo ya digital jobs, inasonga kwa mambo ya export of labor. Mimi niko na scorecard ambaye itadhihirisha wazi ya kwamba hiyo kazi ya kupanga ajira ya vijana nimetekeleza. Muliniambia nipange mambo ya afya. Mambo ya afya ndio hii. Hakuja kuwa na watu milioni 21 wamesajiliwa katika mpango ya afya. Kufikia sasa, jana, watu 21 million walikuwa wamejisajili kwa programu ya SHA. Ile zamani ya NHIF ilikuwa kati ya 7 million, hapo 8 million. Na hii mpango itafikia kila mtu. Ile ya zamani ilikuwa na ubaguzi. Hii nitahakikisha imefikia mama mboga, imefikia mama wa kijiji yote, pia na wao watakuwa na bima ya afya kama sisi ambao tuko na kazi, ambao tuko na uwezo. Even those who cannot afford will have a universal health cover. So wale wanaongea mambo mingi wajitayarishe kwa hii mtihani. Wasiongee tu hivi. They must have a plan, and that plan must be better than mine. Lakini kama ni kuongea tu hii kelele, watazama asubuhi na mapema. So usikuwe na wasiwasi. Usikuwe na wasiwasi. So tuendelee namna hiyo, na mfanye bidii. Nyinyi vijana, mimi nataka niwaulize, tuko na mipango yenu in many areas. Mesikia kuna wajira pale kwa affordable housing hapa Bomet, manyumba za kwanza
nafikiri itakuwa tayari in the next 1 or 2 months. Another 3,000 housing units are on course. Several markets are on course. Tumekubaliana na wabunge ICT hubs za Bomet, every ward kuwe na ICT hub, ndio tupange vijana na ajira. Tumekubaliana export of labor. We have so many jobs abroad. Vijana mjipange na hapo na kazi zile zingine. So I want us to move together as a nation. Na mimi niliamua ya kwamba Kenya tutaiunganisha iwe moja. Na ndio sababu nimetengeneza serikali ya broad based. Huyu John Koech hapa alikuwa member ya broad based ya serikali nyingine ilikuweko siku nyingine. Kwa hivyo tuko safari moja. Ile broad based ya siku ile ilifanya kazi ya siku hiyo. Hii broad based ya saa hii itafanya kazi ya saa hii. Na tutaendelea namna hiyo. So tunataka tushirikiane namna hiyo. Wacha nimalizie hapo na nimshukuru Chita Bendanyo Bishop Arap Langat. I was with him yesterday tukipanga hii mambo ya afya. Na hata yeye anakubali ya kwamba hii Tenwek walikuwa wanahangaika sana. Wako na title karibu wanatengeneza registry ya titles ya watu. Kwa sababu kulipa ilikuwa ngumu. Saa hizi in the last 4 or so months SHA imelipa Tenwek hapa milioni 300 kwa wale watu wametibiwa hapo. 300 million. Kuna ingine bado iko dispute kidogo kidogo. Tumekubaliana na Bishop what we are going to do. Ile NHIF never paid a fraction of that in 4 months ever. So we are making progress. And I'm very confident that in a few months, people will notice, will see the difference of what we are doing and what was being done. So zile changamoto ambazo ziko kule ndani tutarekebisha as we go, and I'm very confident that we will deliver universal health to the people of Kenya, na tutapunguza ama kuondoa kabisa wale wanauza mali yao kulipia gharama ya afya. Ngamwale mutia kogeny mama Angelina ak family ne Arap Koech mutia missing kakwayo tugul asi keibu mutia kagamwa Victor singyo kole mi sugulit negele ol butia yu maunata ko amuin mi kokwet ab Arap Koech ko sajengun million taman chebo the girls school ak million taman chebo the boys school. Ko si chenga wiki no ba komasa awendi mi awendi kole ya wege after 1 week anan go yata kole nyei chenga saratun kurubet. Bas otherwise ko biga bomani mi boisionik chun alage chun ko siche kemwa betut age. Amache ale kongoi missing mzee Arap Artai kasoman barwet nikosiru siaro kinikai. Oi.